Uzoefu wangu katika kutumia rasilimali zilizopo maeneo yangu kufanikisha ndoto zangu. Ningependa nikueleze hili kidogo kwa sababu wakati mwingine tuna vitu vingi ambavyo tunajaribu kuvisema na wakati mwingine sisi wenyewe hatujawahi kuvifanya. Mimi nilipomaliza ingawa nifaulu kidato cha 6 vizuri tu kabisa, sikuenda moja kwa moja chuo kikuu katika miaka ile, lakini mwaka 95 hadi 97 niliweza kusoma diploma ya personnel management katika chuo kimojawapo cha Uingereza kwa njia ya posta. Niliona umuhimu wa kuongoza watu kwamba tuna changamoto kidogo ambao siku hizi watu wanaoisoma zaidi hii inaitwa human resource management. Kwa hiyo nilipenda mimi nilianza kujifunza kwa umbali. Nataka kukupa tu picha kwamba unaweza ukao hapo hapo ulipo mambo mengi yakafanyika. Nikiwa hapa nilipo nilisoma diploma hiyo, lakini nikiwa hapa nilipo niliweza pia mwaka 99 kusajili kampuni isiyo na hisa na kuitumia kama asasi, ambapo tuliweza kupata ufadhili wa kutoa elimu ya ukimwi kupitia Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TAC AIDS. Wakati ulikuwa ndio muda mfupi tu tangu nimalize, ni miaka michache baada ya kumaliza kidato cha 6 tu nikaweza kusajili hiyo kampuni isiyo na hisa, kwa sababu niliamua kushirikiana na watu. Ndani yake walikuwepo profesa, walikuwepo watu wenye elimu zao, lakini mimi nikiwa kijana kati yao ndio rais wa kampuni hiyo, kwa sababu nilikuwa na wazo na nikapata watu wenye kuniunga mkono ambao wana taaluma zao kubwa kuliko mimi. Lakini mwaka 2002 mpaka 2012 kwa muda wa miaka 10 nilisoma shahada ya kwanza hadi ya uzamivu au ya udaktari katika masuala ya uongozi na imani katika chuo cha Marekani nikiwa hapa. Kwa hiyo haya nataka tuweze kujifunza. Lengo langu limekuwa ni kujifunza mambo ambayo yanaweza yakanisaidia nikiwa hapa nilipo na kuweza kuifikia jamii. Lakini vile vile nimejifunza pia kwa njia ya mtandao kozi mbalimbali kama project management, public health, knowledge management na kadhalika. Nimependa kujifunza kozi hizi pia baada ya kuona kwamba nina upungufu fulani naoona, ingawaje nina elimu yangu mpaka ya udaktari, lakini ninaona kama kuna kitu napaswa nijifunze zaidi na kuwa tayari kujifunza. Lakini vile vile nilianzisha mafunzo ya kompyuta kwa kuanza na kompyuta moja niliyokuwa nayo mpaka zikaongezeka, nikasajili darasa la elimu ya watu wazima linalofundisha computer application, studies za maisha na ukimwi, na kisha nikaingia mkataba wa kukodi jengo la halmashauri lenye vyumba vingi katika mazingira yetu haya ya Korogwe. Lakini nimejifunza mwenyewe kazi za audio production, kuedit video, kutafsiri na kuandika maandishi kwenye video, kuingiza maneno kwenye video kwa Kiswahili ambayo ilikuwa anasema kwa Kiingereza, kutengeneza EPUB au ebooks na kadhalika. Na hata kuna shirika mojawapo nimejitolea kwamba nitawasaidia kutafsiri video zao za afya ya uzazi kwa vijana. Najua kwamba unapojitolea kuna faida nyingi ndani yake. Kwa mfano, hawatanilipa, lakini mwisho wa video zile wataweka logo ya shirika letu pia kwamba na sisi tumehusika. Kwa hiyo si lazima ukijitolea utegemee wewe tu kupata pesa peke yake. Kuna vitu vingi nyuma yake ambavyo ni vinaweza vikavuta pia pesa kwa njia mbalimbali. Lakini vile vile nimejengewa uwezo wa kutumwa kufundisha viongozi wa dini zote. Nina mafunzo mbalimbali ya kuhusu ukimwi, jinsia, familia na kubadili mitazamo ya kitegemezi ambao nimekuwa nikifundisha viongozi wa dini wa Kristo na Waislamu, wachungaji, mashehe, maaskofu ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni ya muhimu sana ambayo yanaweza kutusaidia ili kwamba watu waende hatua nyingine. Lakini vile vile nashiriki warsha nyingi za kimataifa kwa njia ya mtandao au webinars ambazo zimenijengea uwezo na kunipa taarifa nyingi muhimu ambazo sasa hivi si mpaka uende maktaba ya kabisa hivi uende na sekunde ukasome, lakini kuna vitu vingi sana unaweza kuvipata kwa njia hii ukishaanza kujiweka uonekane au ujulikane, visibility yako iwe kubwa, iwe pana katika jamii pana ya kimataifa. Sababu gani nimependa kukushirikisha haya? Kwanza napenda ujione kwamba wewe ni rasilimali kubwa kuliko fedha unazotafuta. Unaweza kuwa sumaku ya kuvuta fedha. Watu wengi sana wanawaza mtaji, nataka nipate mtaji, lakini wamesahau kwamba wao wenyewe kwanza ni rasilimali muhimu sana wanaotakiwa wajitambue kwanza. Kwa hiyo unahitajika wewe mwenyewe ujitambue kama rasilimali kubwa ambayo ndio itasababisha pesa zipatikane. Lakini ukikimbilia kwenye fedha wakati hujitambui ni vigumu sana, hata utazipata fedha lakini hazitafanya cha maana kwa sababu wewe mwenyewe hujajitambua. Jambo la pili, uanze na rasilimali ulizo nazo katika mazingira yako. Unahitaji kutambua rasilimali ulizo nazo na kuzitumia vizuri. Wengi wetu tunawaza nani atanisaidia, nani atatoka kule aje hapa, niondoke hapa niende nchi fulani. Yaani tuna mawazo ya rasilimali za mbali, tunasahau kwamba hata pale tulipo kuna watu wengine wametoboa. Kuna watu wako kijijini lakini wana maisha ya hali ya juu kuliko walioko hata mijini. Na wengine hata hawajasoma. Hayo yote yanatufundisha kwamba hawa watu hata kama hawakwenda shule lakini wana informal knowledge, wana mafunzo yasiyo rasmi ambayo yanawawezesha kuishi katika ushindi na mafanikio
hata ukiwa kwenye mazingira ya kijijini. Kwa hiyo tunahitaji kuanza na rasilimali ulizo nazo katika mazingira yako. Kabla hujaungwa mkono na wengine, anza kwanza kujitambua. Uwe na kitu ili kwamba ufanye kuongezewa sasa na wengine. Lakini jingine, usiangalie tu uliosomea na kusahau kuendeleza vipaji ulivyopewa na Mungu. Usiwekewe mipaka na mifumo ya elimu. Wengine kwa sababu mfumo wa elimu ulimwekea mpaka fulani, basi ameshazoea hivyo kwamba mimi hicho sijui, mimi hicho sijasomea. Kwa hiyo usiangalie tu uliosomea. Wewe una vipaji vingi ambavyo havijawahi hata kutumiwa kabisa wala kuibuliwa katika kusoma kwako kote. Sasa kupitia hapa tunatamani kwamba uweze kuvitambua ili viweze kukusaidia. Kuna mtu mmoja aliwahi kupata mafunzo ya mitazamo, kubadilisha mitazamo ambayo tunayatoa mara nyingi. Alipopata mafunzo hayo akakumbuka gitaa ambalo ni Galaton liko darini kwa muda mrefu. Na baadaye akalishusha, akalifuta vumbi. Alipolifuta vumbi, akaanza kupiga, akaanza kufundisha watu, akaanza kupata watu wanamlipa mpaka mwisho sasa ana studio. Lakini huyu mtu hakupewa pesa, alipewa tu maarifa, utajiri wa akili, akakumbuka kwamba ana gitaa ambalo wameliweka darini. Uwe tayari kujifunza mambo mapya yanayohitajika katika soko. Watu wengi wanajitetea kwamba wamemaliza chuo, kwamba hiki sio fani yangu, lakini hakuna mtu aliyemaliza chuo, hakuna mtu aliyemaliza kusoma. Lakini vile vile huwezi kusema hii sio fani yako. Ili mradi tu unahitaji kuishi duniani na unahitaji kula chakula, wewe uwe tayari kujifunza mambo mapya yanayohitajika katika soko. Kama utagundua kwamba kupitia watu mbalimbali watakao tupa mada hapa, hicho kitu hujakisomea, hukijui, na nafuu mtaji wako usiuingize kwenye kununua bidhaa, ununue elimu hiyo ili kuwezeshe kutoka katika maisha yako. Kwa hiyo jifunze kwamba kama kitu unahitajika kwenye soko, basi uwe tayari kutengenezwa ili uwe mtu unayehitajika kwenye soko. Lakini tunahitaji pia utoe mchango wako kwa jamii kadiri unavyojaliwa. Kama wewe ni daktari, unaweza kujitolea kutoa elimu kwa kundi la vijana bila kulipwa posho. Na kwa njia hiyo ukawa umetoa mchango wako. Lakini vile vile unaweza mtu mwingine ukatoa nauli, ukatoa malazi, posho kwa wawezeshaji. Mwingine ukagharamia tutoe mafunzo haya kwa njia ya mtandao, kwa njia ya Zoom, ili tufanye kongamano la vijana kwenye mkoa fulani, kwenye wilaya fulani, midahalo. Kwa hiyo unaweza pia ukatoa mchango wako na ukakusanya pia vijana mahali fulani, tukatengeneza mazingira ya sisi kufika hapo na tukaweza kuwajengea uwezo watu hao. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukisaidia jamii yetu kwa namna mbalimbali. Utambue kwamba watu ni mtaji mkubwa kuliko pesa. Kwa hiyo kundi hili lina mtaji wa watu. Kuna social capital hapa katika kundi hili na wengi wataendelea kujiunga. Kwa hiyo uwaone hawa ni mtaji mkubwa sana kuliko kuwaza kwamba nani atakupa pesa, wakati kuna pesa unazo kabisa wamezikalia. Kama ambavyo zamani kuna watu walikuwa wananawia mawe, wananawia miguu, kumbe ilikuwa ni dhahabu au ni madini. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wewe unachohitajika wewe ni kufunguliwa macho tu ili uweze kuelewa kwamba umezungukwa na nini na unaweza kufanya nini katika maisha yako. Kwa hiyo nimependa kukushirikisha haya ili yaweze kukusaidia. Tutaendelea kushirikishana mengi zaidi na tutaendelea kuweka mikakati mbalimbali kwamba namna gani tunaweza tukawafikia vijana. Lakini la msingi tu niseme kwamba jitahidi kwamba uwe tayari kusaidia wengine. Kadiri unavyosaidia wengine ndivyo unavyojisaidia wewe. Ndivyo watu hawatakuacha hivi hivi kwa sababu umesaidia wengine. Utanufaika mengi zaidi kwa kusaidia wengine kuliko kukaa tu na kuomba msaada kwamba watu wakusaidia. Hakuna mtu mwenye kitu cha ziada sana ili akupe pesa, lakini kuna watu wana uwezo kukupa maarifa na yakawa amekusaidia kama ndoana kuliko ukapewa samaki. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba haya yatatuwezesha tuweze kufika mahali ambapo tunataka kufika. Kwa hiyo naomba tutakavyoendelea kushirikishana basi uwe huru, uwe tayari kwa lolote. Kama utaona jambo jingine hulielewe, uliza, lakini tuwe wazi tu kwamba kuna watu wengine wanaweza wakalazimika kutumia Kiingereza mahali pengine, maana ndicho ambacho kinamsaidia ule ujumbe ufike vizuri zaidi. Lakini pale tunapohitaji kutafsiri, watu watatafsiri, lakini uwe huru tu, eleza kwa lugha ambayo unaweza kutusaidia ujumbe huu ufike. Lakini napenda tu kukukumbusha kwamba uko hapa kama partner, uko hapa kama volunteer, uko hapa kama mtu ambaye unataka kumsaidia mtu fulani. Na utakapojitambua hivyo, basi hiyo itatusaidia sana na itakusaidia hata wewe mwenyewe kwenda hatua nyingine katika maisha yako. Kwa nashukuru sana kwa namna ambavyo umenisikia. Mengi tutaendelea kushirikishana zaidi. Na kwa sababu tuna majukumu mengi, wakati mwingine unaweza tukachelewa kukujibu swali lako, tukachelewa kukuambia kitu fulani, usipate shida kwa sababu wakati mwingine tunazunguka maeneo hayana mtandao, mengine tunafanya huduma mbalimbali. Kwa hiyo uwe tayari kuvumilia na tuwe tayari kushirikishana, tutumie lugha ya staha, lugha ambayo ina heshima tu vizuri. Na kama mtu atakuwa ameandika kitu kisichoeleweka au kwa bahati mbaya, basi huyu mtu tumuelekeze tu kwa lugha nzuri na wala tusiwe na hali yoyote ya kupaniki. Nawashukuru sana kwa kuwa tayari kunisikiliza na tutaendelea kujifunza zaidi. Asante sana.